Nimekuwa hapa Kiharu miaka mingi, hata wakati wa Matiba. Nakumbuka yule kijana tulikuwa tunategemea anaweza kuwakilisha Matiba ni Ndindi Nyoro. Kwa sababu tunaomba Mr. President, usijaribu kumuumiza Ndindi Nyoro vile mliumiza Matiba. Pengine mna mpango wa kumumaliza na tungeomba msijaribu. Ndindi Nyoro aliwacha kampeni yake, akazunguka naye Kenya mzima, na wakati huo hukuwa unaona ni mbaya. Tunasikia umeongea na yeye about 6 months. Hamjaongea na yeye, haujampigia simu. Unaweza kusema wewe ni mentor wake namna gani na hali hauongei na yeye. Vile vile aliondolewa kiti ya budget na wewe ndio president. Kama mkono wako haingekuwa hapo, angeondolewa namna gani na wewe usiongee. Tungetaka utuambie ukweli. Ile kitu unataka kufanya na Ndindi Nyoro ni gani? Kwanza tena ujue Ndindi Nyoro hastahili kumentiwa na wewe, sababu Ndindi Nyoro si muongo. Ikiwa ni kumentiwa ni mtu kama wewe, atakuwa pathological haya kama wewe. Kwa hivyo tunakuomba uachane na Ndindi Nyoro, aendelee na kazi yake vile anavyofanya, kwa sababu yeye anafanya kazi nyingi, anaongea machache. Na tunataka kuambia president namna hii. Tunajua the reason unasema ati wewe ndiye unatengeneza kijana yetu. Ni venye amekuwa kilankiwa number 1 kwa maendeleo Kenya mzima. Hata saa hii tumeona alipewa zawadi ya kuwa the best Kenya mzima. Na hiyo ndio reason unasema ati una mentor. Bwana president, hatuna vita kubwa sana na wewe. Lakini ile kitu tunaweza kuambia, wachana na kijana yetu. Huyu kijana ukiona amenyamaza, sisi watu wa Kiharu ndio tumemwambia anyamaze. Na ile wakati utaona ameongea, jua ni sisi watu wa Kiharu tulimwambia. Ulimngatua kwa kiti na ukasema jana, wewe dangi parliament. Lakini mbona Ndindi alikuwa amepewa hiyo kiti? Uliona anafaa kwa hiyo position na alikuwa amefanya kazi. Hakupewa hiyo kiti, ametoka kwa msitu. Na kama wewe dangi parliament na una mentor Ndindi, mbona hatukuona umesimama useme huyo kijana yako arudishwe hiyo kiti? Tena ulituambia ati hiyo kiti ya Ndindi Nyoro ilipeanwa opposition. Ule kijana yetu tu ulikuja ukatuambia tukupe, mwende mfanye kampeni na yeye huko juu, ndiye saa hii unatuambia tikiti yake ulipeana opposition. Kwa wale watu hawakukupea mpaka vote. Then saa hii una expect bado tukusikize. Hapana, tunakurespect, lakini kukusikiza kwa saa hii hapana. Tufanyie kazi, hiyo miaka imebaki. Ukisikia Ndindi ameongea, tuko nyuma yake. Ukisikia amesema hii, wewe jua tuko nyuma yake. Jana alitoa matamshi ya kuonyesha ati ni kama analea Mheshimiwa Ndindi Nyoro kisiasa. Lakini tunataka kumuuliza, kama analea Mheshimiwa Ndindi Nyoro kisiasa, kwa nini alimtoa hiyo kiti ya budget? Hata kama anadhania sisi ni wajiga vile, tunaelewa ile kazi Mheshimiwa Ndindi Nyoro alifanya ya kumuingiza kwa kiti, na hii kiti ya chairman wa budget sio ya kupewa, ilikuwa negotiated kama vile alipeana zingine. Lakini sasa ni yeye alimshusha hiyo madaraka na sisi tumetosheka na hiyo. Lakini tungetaka atujibu. Mwaka wa 2006 alisema ako na vita mingi sana na Wakikuyu. Na ile na vile unaweza endelea na hizo vita ni ukiingia kwa uongozi. Sasa vile alisema tunaona anaendelea kufanya hivyo. Tungemuuliza, hiyo matamshi yote ilikuwa na Junet Mohamed kwa bunge. Vile Kimani Ichung'wah aliongelea kuhusu Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Ni wewe ulikuwa umetumana ama wewe uko pande gani? Tukubie njia ni mbili. It is either ujitokeze, utuambie hukuwa umetuma hao wabunge wawili, lakini sisi tunajua urafiki yako na Mheshimiwa Ndindi Nyoro ni kama maji na mafuta. Na sisi tuko nyuma ya Mheshimiwa Ndindi Nyoro, na ukizunguka mlima sahau kuna jina kama Mheshimiwa Ndindi Nyoro. Wewe fanya kazi yako na utoke kwa mlima urudi. Sisi tunagojea ile mwelekeo Mheshimiwa Ndindi Nyoro atatupea, na hiyo ndio utafuata. Sasa Mr. President, tafadhali wewe gojea masiku yako ishe, mambo yako tulimalizana nayo, ni 800 days inagojea, tarehe yako ni 10 mwezi wa 8 2027, safari yako ya kwenda Sugoi hiyo atubadilishi, na uache hasira, wewe enda kwa amani. Na tunataka tukwambie kitu moja, hii maneno yote ni wewe umejiletea. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya health. Wewe ndio ulijibeleka huko na kielele yako. Ukaguza mambo ya health, hiyo umeharibu. Sisi hatukukwambia uguze mambo ya masomo. Wewe ndio umeenda huko mambo ya funding ya university, umeharibu. Unataka kuharibu mpaka wapi? Unataka kuharibu mpaka wapi? Na kama sisi vijana tunakuambia ufanye kila kitu. Na tunajua uko na uwezo kwa sababu historia yako tumeisoma.
Wewe fanya kile unataka, mtoe kwa kiti, mtoe kwa hata kwa komiti, mtoe, lakini usiguze roho yake. Tunakuomba tafadhali, sababu tunajua wewe uko na uwezo hata kufanya mambo mengine mabaya zaidi. Wewe fanya kile unafanya, enda maliza toa kwa budget, toa wakikuiwata kwa komiti, lakini tunakuambia roho ya Ndindi Nyoro, roho hata tukisia kona homa tutasuspect ni wewe umempea. My friend, tutaonana na wewe. Pesa ya budget ile imewekwa, ilikuwa imewekwa. Tumeona kwa supplementary budget. Ile pesa imeweza kuondolewa. Ni ile tu ilikuwa inakuja Mount Kenya. Pesa ya maziwa, pesa ya miradi ya irrigation, pesa ya majani chai. Mr. President, wacha kutudanganya ati you have the mountain interest at heart. Wakati budget yenye inakuja kusaidia mlima ni kutoa unatoa. Mr. President, wacha kutudanganya ati ya kwamba bado unaheshimu viongozi wa mlima wakati unawatoa chairman unaenda kupatiana kwingine. Na hao wenye unapatia hawakukuwa kwa mstari wakikupigia wewe kura. Sisi ndio tulipatia wewe. Na hata kama umeona sisi ni watu bure kabisa, tafadhali usiguze nyoyo za viongozi wetu. Mr. President, huyu kijana Ndindi Nyoro ni mtu tunajua na ni mtu tunaheshimu sana. Na tunajua hata kama anatafuta mentors, the list of the mentors anaweza pata ni wewe. Sababu wewe ile tumeona wale watu una mentor ni kama Kimani Ichung'wah, ni professionals wa matusi na uogo. Wale watu una mentor ni kama Junet Mohamed, professional wa matusi. Ndindi Nyoro ni mtu anaopa Mungu, hawezi tusi mtu. Unataka akujibu, hawezi kujibu. Yeye anakujibu kwa kazi. Wewe endelea wewe kutega, yeye anafanya. Kwa hivyo Mr. President, wacha kutudanganya ati una mentor Ndindi Nyoro. Ndindi Nyoro ni wetu. Amementiwa na wazazi wa Kiharo, amementiwa na wazee wa Kiharo. Ni yeye ni mtu ako na adabu, ni mtu ako na heshima yake, na ni mtu anaheshimu wazee, na ni mtu anaheshimu vijana. Kwa hivyo kumvuta kwa matope yeye hawezi kuja. Na by the way, wacha nikwambie, damu ya Ndindi Nyoro ni damu imetoka kwa kanisa. Grandfather yake alikuwa canon. Kwa hivyo hii matope unataka kumrushia haiwezi jisikilia. Na Mr. President, tafadhali, na hii ni ya heshima kabisa. Kama unamcha Mungu, of which I doubt, tafadhali uongee tu kwa ukweli tu kidogo, uadmit wewe ni wewe unamaliza hao viongozi. Uadmit tu, utuambie ni kweli nilikuwa nawamaliza, sasa nimeona mnawapenda sana, sitawamaliza zaidi hapo. For once. Juu sasa hii kwenda kanisa kila Sunday na Mungu akugusi. Hata sisi tunashangaa. Kwani Mungu ni Mungu gani una akugeuzi? Without Paul Saul atakuwa Paul. Sasa amezidi kuwa Saul times 2. Sasa Ruto anaweza enda nyumbani haraka juu tunajua Ndindi Nyoro anaweza mshinda kisiasa. Aje kupaka Ndindi Nyoro matope. Ndindi Nyoro ni myangu, ajenzi anampenda kila mtu. Sasa tunasema ajue sisi tuko nyuma ya Ndindi Nyoro na tunapenda Ndindi Nyoro na aje kumpaka matope na siasa zake baya. Maneno nilisikia jana akiongea kwa TV ati yeye ni mentor wa Ndindi Nyoro. Mr. President, umesahau Ndindi Nyoro ako tamu ya pili, na wakati aliingia tamu ya pili wewe ulikuwa deputy president, na Ndindi Nyoro ndiye alikupandisha hii mlima mpaka ukachukua hiyo kiti. Kwani umesahau saa hii? Nataka kukwambia kitu kingine. Ndindi Nyoro akiumwa na kichwa tu tutajua ni wewe. Nisitakuita Kasongo, lakini nimekuita juu nimesikia wengine wanakuita. Na kusihi tu uachane na Ndindi Nyoro. Tunajua ile maendeleo anafanyia wa Kenya, na hata tunaona akienda kwa kaunti zingine vile anakaribishwa. Hapa kwetu tumeshikilia hiyo mtoto yetu, tunampenda na ni mtoto wetu. Na wacha nikwambie Mr. President, usione Ndindi amenyamaza namna hii ufikirie ni mjinga. Najua unataka sababu uliongea maneno jana ndio Ndindi aongee, ndio sasa uweze kumchafua. Hakuna pahali utapitia. Kama unataka kuguza Ndindi Nyoro, guza watu wa Kiharo. Hebu waguze uone. Ndindi hakuna wakati mtarushana maneno na yeye. Sisi ndio tutakurushia. Hebu sisi hatukukatazi ulete miradi huku, lete. Lakini tu ukileta uongee maneno ya Ndindi Nyoro, ndio utasikia ile maneno nasema Ruto must go ikiongeleshwa na jensi.